Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Sifa njema kamilifu ni zake Allah tabaraka wa taala. Sala na salama zimwendee kiongozi wa umma huu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah tabaraka wa taala, imekuwa kwa Nabii Muhammad ni kiigizo chema kwa yeyote ambaye anataka kuiga au anataka kujifunza, basi ajifunze kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa kweli unataraji malipo ya Allah tabaraka wa taala na matunda ya ulimwenguni ufanikishe kwenye jambo lako, basi mtazame Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo tunaielekeza darubini yetu kwenye uchumba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na Bi Khadija. Nataallam fi qissati khitbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li Khadija binti Khuwailid. Nataka tuchukue miongoni mwa faida na mazingatio katika kisa cha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika uchumba wake kumchumbia Bi Khadija radhiyallahu anha. Inakuhusu wewe binti ambaye unataka kuolewa. Inakuhusu wewe binti ambaye unataka kuolewa. Kaa kwa makini, sikiliza kwa utulivu kabisa. Hakuna mchawi wa maisha yako, hakuna aliyekuroga, hauna nuksi, hauna mkosi. Kilichokosekana ni njia nzuri ya kufikia hilo jambo lako ambalo umelitamani kwa muda mrefu. Kana mimi mwanzo mpaka mwisho. Share, comment, subscribe. Tumia watu wengi. Dada zako pia na wao wajipatie dawa ya hili tatizo, kwa sababu limeonekana ya kwamba ni tatizo sugu sasa. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabla al-bi'tha, Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajakabidhiwa utume, kana yaamalu fi tijara, alikuwa ni mfanya biashara. Alifundishwa tangu angali mdogo na babake mdogo Abu Talib kufanya biashara, kwa hiyo alikuwa ni mfanya biashara, alikuwa na uzoefu. Basi wakana mashhuran bisidqi wal amana, lakini kwenye kazi yake alikuwa ni mtu mkweli, lakini pia analinda amana. Alikuwa si mjanja. Hatta luqiba bisadiq al-amin, hadi watu wakampatia nickname, wakampatia jina la utani as-sadiq al-amin, ya kwamba ni mkweli muaminifu. Kama ilivyokuwa katika jamii, sote tuna majina yetu ya utani, sawa na shughuli zetu au sawa na maumbile yetu, tuna majina ya utani, tunataniana kama tunavyozoea. Siwezi kuingia sana huko, tunajua majina ya utani tunayoitana na marafiki zetu. Kwa hiyo Mtume pia sallallahu alaihi wasallam alipewa hilo jina kama jina la utani la wale watu ambao wanamzunguka, lakini haukuwa utani, ulikuwa ni ukweli, ilikuwa ni sifa yake kabisa. Wa kanat Khadija bintu Khuwailid imra'atan dhata sharaf, alikuwa ni mwanamke dhata mali wa sharaf, alikuwa ni mwanamke ambaye ana mali nyingi, lakini alikuwa na heshima radhiyallahu anha. Fabalaghaha khabaru sidqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa amanatihi, basi mwanamama huyu Bi Khadija akapata habari ya ukweli wa Mtume sallallahu alayhi wasallama na jinsi alivyokuwa mtu wa amana, akafurahi. Wakanat tudaribu ar-rijal bimaliha fi tijara, alikuwa akiwaajiri vijana, alikuwa akiwaajiri wanamume katika mali yake ajili ya biashara. Alikuwa akiwaajiri wanamume kwa sababu wanamume wana nguvu, na kama inavyojulikana hizo safari za miaka hiyo kulikuwa kuna ndege, kulikuwa kuna gari, watu walikuwa wakisafiri kwa ngamia au farasi.
wakikwenda Shamu na kurudi kwenda Maka, kwenda Madina, manake ni safari ilikuwa inachukua miezi miwili, kwenda mwezi kurudi mwezi. Kwa hiyo ni mchoko mkubwa sana. Watu walikuwa wanaweza kufanya hiyo biashara, walikuwa ni wanaume bila shaka. Basi Bi Khadija alipopata habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ni mkweli pia ni muaminifu, aradat alayhi an yakhruja bimaliha ila Sham, basi akamtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtumia watu. Mtume akaja akampa proposal kwamba angelipendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ni msimamizi wa mali yake au biashara zake inayoelekea huko Sham. Faqabila dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, kwa sababu dau ambalo Bi Khadija aliloweka lilikuwa ni kubwa kuliko dau ambalo wengine walikuwa wanampa. Kama biashara inavyojulikana, walikuwa wakimtuma wengine wanampatia mshahara wake, wakimpatia malipo yake kama ujira, lakini Bi Khadija akamwahidi kwamba atampatia dau lilikuwa lizuri kuliko wengine wanalompa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali. Falamma rajaa min as-safar, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea safarini, rabiha fi tijarati ribhan hasana, basi akakuwa amepata faida kubwa sana, faida iliyokuwa nzuri katika biashara aliyokwenda kufanya. Katika ile biashara aliyokwenda kufanya ilipata faida iliyokuwa kubwa. Bi Khadija akafurahi. Kisha kijana wake Maisara akhbaraha bima raa min husni khuluqihi alayhi salatu wassalam wa sidqihi wa amanatihi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari alikuwa akiongozana na kijana wa Bi Khadija, mfanyakazi wake pia anaitwa Maisara. Akawa yule kijana anamuhadisia, akimsimulia Bi Khadija miongoni mwa mambo mazuri aliyoyaona kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika tabia nzuri, ukweli wake, si mjanja mjanja. Basi faajabatha dhalika, basi Bi Khadija akakuwa amepigwa na butwa, akashangaa, lakini na furaha pia alivyoona gisi faida imepatikana na tabia za huyu mtu. Moyo wake ukaingia kitu, akatamani Mtume sallallahu alaihi wasallama awe mme wake, na hapa ndipo mahali shahidi ambapo nataka tuchukue somo. Thumma arsalat sadiqataha Nafisata binta Muniyah, basi akamwadisia rafiki yake anaitwa Nafisa, kisha akamwagiza ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akamwagiza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aende kumfanyia proposal, amuombe Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanaweza kufanya ndoa awe mke wake. Basi Binafisa kaondoka, qalat lahu ya Muhammadu ma yamna'uka an tatazawwaj. Akakwenda, alipofika pale akawa anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu ma yamna'uka an tatazawwaj, Muhammad, mbona nakuona ni kijana mzuri, kijana mwenye nguvu, msakatonge, nini shida, mbona huoi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma biyadi ma atazawwaju bihi, sina lolote mimi, hali yangu ingali duni, sina uwezo wa kumiliki mwanamke, sina uwezo wa kumtunza mwanamke. Basi Binafisa akamwambia, fa in kufita dhalika wa du'ita ila aljamal walmal washaraf walkafaa ala tujib. Binafisa akamuuliza, kama utatoshelezwa hilo na ukapewa mwanamke ambaye ni mzuri mashallah, lakini ana uwezo, ana mali, mwenye heshima, anatoka kwenye kabila kwenye nasabu ya watu ambao ni waheshimiwa, ukitoshelezwa na hilo, ala tujib, utakubali Muhammad? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, anamtazama Binafisa, anamuuliza, waman hiya, huyo ni nani? Basi Nafisa anamwambia, Khadijatu bintu Khuwailid. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, nurun ala nur, ni nuru juu ya nuru.
Mtume anashtuka, Khadija. Mtume anamuuliza Nafisa, wa kaifa li bidhalik, itakuwaje, inawezekanaje hiyo? Kwa sababu ni kitu ambacho hakikuwa kwenye fikra za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala Mtume hajawahi kufikiria hicho kitu. Khadija ni mwanamke tajiri Maka, anatisha, wanaume wanamuogopa, lakini kabila tukufu. Lakini Bi Khadija ni mwanamke mwenye heshima, si mwanamke wa hovyo. Wa kaifa li bidhalika, inawezekanaje? Haitoshi, Bi Khadija ni bosi wangu, na thubutu vipi kwenda kumtamkia maneno kama haya? Basi Bi Nafisa akamwambia, alayya, usijali wewe, kwa kuwa umeshanikubalia, acha mimi nilibebe. Basi Bi Nafisa akakwenda kwa Khadija radhiallahu anha, akamwambia kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekubali ombi lake. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza ya kwamba si lazima mwanamume kumtongoza mwanamke. Imezoeleka hivyo. Mara nyingine kama yupo kijana ambaye mashaallah unamuona ni kijana ana hofu ya Allah, ni mpambanaji, wala usiogopi kumuendea na kumuomba akuoe. Yuko mama mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mimi naomba unioe. Si haramu kumwambia mwanaume nioe, lakini kwa kuwa sawa na mila zetu na desturi zetu wa Afrika au na kabila zingine, ni ngumu, inaonekana kama unashusha hadhi yako. Na bahati mbaya watu wa hivyo wameharibika. Unaweza kuwa na nia nzuri kisha yeye akakuchukulia vingine. Basi tumia njia kama hii ambayo Bi Khadija aliyotumia. Alimtuma Nafisa hakwenda moja kwa moja akamwambia Bi Khadija amesema kadha wa kadha, hapana, bali Bi Nafisa alikwenda akatumia hikma. Muhammad, mbona kijana mzuri, una nguvu, mpambanaji, mbona huoi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tatizo alilokuwa nalo, kisha Bi Nafisa akamuonyesha kwamba yupo mwanamke ambaye anaweza kukidhia haja zako na inawezekana akawa tayari. Unaona aje kama nikikutanisha naye ukamuoa? Njia kama hizi pia ni nzuri, na hizi njia zilikuwa zikifanyika zamani. Mashaallah, wazee wetu walikuwa kisimamia ndoa za watoto wao, na wazee wa zamani walikuwa na mapenzi. Ilikuwa mtu marafiki, mzee mmoja ana kijana, mwingine ana msichana, walikuwa tu wakikaa, anaambia ndugu yangu, si ni marafiki, kwa nini tusiungi udugu moja kwa moja? Basi ilikuwa watu wanaunga udugu hivyo, wanakwenda wanakaa na vijana wao, wanashauriana. Unaona aje, umeshakuwa mtu mzima sasa, umeshakuwa binti, umekoma, kwa nini usimchukue binti wa fulani? Vijana wanashauriana pale, kisha wanaunga udugu. Kilikuwa kitu kama hicho. Lakini kwa sasa la haula wala quwwata illa billah, jamii imeharibika. Unakutana wazee wameachia hili swali, vijana wenyewe kwa wenyewe. Unakutana mtu kamtoa mtu mwanamke kwenye mtandao, kwenye Facebook, kamtoa kwenye YouTube, kwenye TikTok, kamtoa kwenye Instagram. Matukio yake hizi ndoa zinakufa, au matukio yake mabinti wengi wanachelewa kuolewa kwa sababu ni njia ya mbali. Lakini zamani ilikuwa ni marafiki, ana kijana huyu ana binti, wanaunga udugu hivyo. Na hiyo ni ishara ya kwamba wazee wa hivi wanapendana kinafiki, hawana ile mapenzi ya kweli, sio yale mapenzi ya kweli. Wanacheka tu kwenye kahawa, ikifika wakati wa kusaidizana mambo ya msingi hawasaidizani. La haula wala quwwata illa billah. Hivi inakuwa sasa mtu anatumiwa mapicha, yuko huko Saudi ya kwamba anahitaji mchumba, anatumiwa mapicha, anachagua mchumba kwenye mapicha. Ni mtihani sana. Unakutana mtu jirani yake ana mabinti hapa, ana mabinti wazuri mashaallah, wamefikia kuolewa, na yeye ana vijana wanafikia kuoa, anakataa. Kijana anatoka hapa anakwenda kuchumbia huko Charama, anakwenda kuchumbia Gitega, anakwenda kuchumbia huko. Si haramu, si vibaya, ni vizuri mashaallah.
lakini yule ambaye unataka kumchukua kule hujui tabia zake, lakini mzee mwenzako hapa karibu mnafahamiana, unajua dini yake na nini, kumbe kinakuwa ni vizuri kuunga udugu hapa karibu, sisi kwa sisi, watoto wa baba mdogo, watoto wa baba mkubwa, watoto wa shangazi, wauane kifamilia, kwa sababu familia tunajuana tabia zetu. Familia tunajuana tabia zetu, unajua fulani familia iko hivi, familia iko hivi. Matokeo yake leo kijana wako ameoa, mke wake anamwambia simtaki mama yako hapa, anakufukuza. Kijana anakufukuza kwa sababu gani? Mke wake amemwambia hakutaki, au mama anakuambia mama yako ni mchawi. Lakini imagine kama utakuwa umemwoa mtoto wa shangazi yako, wewe mtoto wa shangazi yako atakwambia simtaki shangazi hapa nyumbani, atakwambia simtaki mama mdogo hapa nyumbani, kwa sababu ni mtoto wa shangazi na mtoto na mtoto wa kaka, au hata sema simtaki baba mdogo hapa nyumbani, ni ngumu sana. Lakini ukwenda kumchukua mtu from nowhere, amekuja, tabia zake hauzijui, ni mtihani sana hizo ndoa. Kumbe kuna sababu ya kuliangalia hili. Share, comment, subscribe ili watu wengi wajipatie ujumbe kama huyu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.